kama Ibrahimu, mtu atakuwa na hekima kama Suleimani. Kuna wakati mwili huu unaolinganishwa na hema utafika mwisho, useme ya kwamba hauwezi kuendelea zaidi ya hiyo. Na wakumbusha hivi ya kwamba katika maisha tunaoishi ya mwili huu, kuna wakati hema itaharibika. Kwa mfano, wengi wetu saa hii tuko chini ya hema. Ukiangalia mahema hapa, utagundua ya kwamba yako na mashimo. Mengine yamezeeka, yameanza kuchakaa. Ukweli ni kwamba mwenzako mwenye umekaa naye saa hii anaendelea kuzeeka. Ni hema inaendelea na kuzeeka. Thibitisho, ukimwangalia vizuri utapata ya kwamba kuna jino lake moja limechoka kukaa naye. Ukimwangalia utagundua ya kwamba nywele zake zimeanza kubadilika. Hawezi akatembea kama vile alivyokuwa anatembea zamani, kwa sababu hema inaharibika. Nifungie mkono, nasema hema inafanya nini? Hema inaendelea kuharibika. Lakini sisi sio watu ambao hatuna tumaini, kwa sababu mstari wa pili unasema katika mwili huu twaungua. Twafanya nini? Twaungua tukitamani sana kuvikwa na mwili ambao unatoka mbinguni. Tuseme amen. Sasa nisikilize mahali nataka uishike point moja ukae nayo. Wakati hema hii ya nje inapoanza kuharibika, kuna mtu wa ndani ambaye hawezi akazeeka, hawezi akafa, na huyo ndiye anafaa kumpokea Kristo Yesu ili aweze kuishi milele na milele. Mwanadamu ako na mwili, ako na nafsi na ako na roho. Sasa mwili wako ni hema ambao haitakaa milele. Hata kama ikiishi miaka 100, kuna wakati haitakuwepo. Lakini roho yako lazima ifufuliwe na Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nikisoma Waefeso 2, angalia Biblia, Waefeso 2 mstari wa 1 unasema hivi, and you he made alive who were dead in trespasses and sins. Inasema na sisi tuliokuwa wafu katika dhambi, Kristo alitufufua. Kristo alifanya nini? Hebu sema kwa sauti yote, sema Kristo alitufufua. Sasa hapo ndipo watu wengi wanakosa kuishika. Lazima Yesu Kristo afufue ile roho yako, kwa sababu mwisho wa mwanadamu sio kufa mwili. Tuseme amina. Kwa hivyo tunapataje uzima huu wa ndani, ili kila mtu kwa ibada hii awe na uhakika wa kile ambacho kitamsababisha roho yake isipotee. Warumi 10 na mstari wa 9. Warumi 10 mstari wa 9 inasema hivi, inasema ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana. Tukifanya nini? Sema hiyo, sema hiyo. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana na kuamini na moyo wako ya kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utapata kuokoka, kama utapata wokovu. Nataka niseme jambo moja leo uende nayo. Hatuokoki kwa sababu ya kutubu dhambi.
Imani ya wengi iko hapa. Unauliza uliokokaje? Anasema nilifanya nini? Kwa India unasema mimi nilitubu dhambi ndio sababu nimeokoka. Hapana, shika Biblia inasema hivi, anayekiri kwa kinywa chake kuwa Yesu ni Bwana na kuamini na moyo wake ya kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu ataokolewa. Lazima kinywa chako kimkiri, lazima moyo wako umwamini ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu. Nitarudia hiyo point kwa sababu nimeona kuna mtu ameandika. Nimesema hivi, tuitangia wa nikuithiwa nitwakusiye naye kana nitwaumbulile naye. Tuyatangiwa nunu nitwaumbulile naye, twatangiwe nunu nitwaumbulile Yesu kana ni muyai na twaumbula kana Yesu kana Ngai asa ni wa muthayu ukisie kuma kwako, wokovu uko hapo. Ndio sababu sasa tunaamini mwisho wa mwanadamu sio kufa mwili. Sisi tuliompokea Yesu tutaishi tena. Tuseme amen. Nikimalizia, Wathesalonika wa kwanza 4:13. Angalia Biblia. Wathesalonika wa kwanza 4 mstari wa 13. Angalia Biblia. Inasema hivi, but I do not want you to be ignorant brethren. Yaani mimi sitaki muishi ni kama hamna ufahamu, wapendwa, kwa sababu ya wale waliolala. Waliofanya nini? Waliolala, na tusiwe na huzuni ni kama watu ambao hawana tumaini. Mstari wa 14, shika vizuri. Inasema kwa ikiwa tunaamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Tunaamini nini? Kila mtu aseme hiyo tafadhali. Tukiwa tunaamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Shika hiyo vizuri, nimalizie. Anasema kama tunaamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka, hivyo hivyo naye Mungu atamleta kuwa hai, ama atawafufua waliolala pamoja naye. Kwa hivyo mama yetu huyu tumeelezewa imani yake ya katika Kristo Yesu na miaka aliyotumika. Kwa hivyo tunajua ya kwamba yeye hayuko hapa, ameshafika kwa mikono ya yule aliyemwokoa. Na sisi ambao tuko hapa tushike imani hii ya kwamba kama tunaamini Mungu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu, sisi tuliomwamini pia, wakati utaaga dunia hii, atakuwa na uwezo wa kukufufua tena. Atakuwa na uwezo wa kufanya nini? Wa kukufufua tena. Hapo ndipo siri ya wokovu imefichwa. Yesu alisema nini? Kabla sijaomba, Yesu alisema hivi wakati Lazaro alikuwa ameaga. Yohana 11 na mstari wa 26. Yohana 11. Nimesema imani huja kwa neno, kwa hivyo sikiliza neno. Biblia inasema hivi, Yohana 11 mstari wa 23. Yesu anaongea na Martha, akamwambia ndugu yako ataishi tena. Ndugu yako atafanya nini?
Sema nisikie. Ndugu yako atafanya nini? Ataishi tena. Martha akamwambia, mimi najua ya kwamba atafufuka siku ya mwisho ya ufufuo. Lakini Yesu akabadilisha maneno hayo. Mstari wa 25. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yani anamwambia Martha, usiweke mbali, usingojee siku fulani ya kufufuka ama kupata uhai. Yesu akaweka wazi kama vile na kuwekea sahihi ya kwamba Jesus is the resurrection and there is life. Yeye ndiye ufufuo na yeye ndiye uhai wa uzima wa milele. Tuseme amen. Na akasema kitu ambacho nataka ushike. Akasema, aniaminini mimi, hata kama atakufa ataishi tena. Sema amen. Kwa hivyo sisi hatuna uoga wa mauti. Tunajua ya kwamba tutaishi tena. Yesu alituahidi hivyo, ya kwamba hata kama utakufa na ulimuamini, utaishi tena. Kwa hivyo tunatumaini ya kuishi tena, kwa sababu tunaye mwenye uzima na uhai. Mstari wa 26 Yohana 11:26, Yesu akasema, whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Yesu akasema, anaishi na ananiamini hatawahi kufa kamwe. Akauliza swali, je, unaamini hayo? Nauliza, je, tunaamini hayo? Nifungie mkono. Je, unaamini hayo? Ya kwamba yule anaishi na anamuamini hatakufa kamwe. Yesu akauliza, je, unaamini hiyo? Kwa hivyo niko hapa nihakikishia kwamba imani yako sio potofu. Umeshika neno la wokovu ili uweze kuishi na uishi milele. Pigia Yesu makofi. Neno langu la mwisho. Hakuna mtu anasikia sauti yangu saa hii unafaa kupotea. Unafaa kufanya nini? Unafaa kupotea. Hairuhusiwi. Kwa nini? Biblia inasema hivi, 1 Timothy chapter 2 verse 13. Hakuna mtu, yani ninasoma 1 Timothy chapter 1 verse 15 ya mwisho. Inasema, this is a faithful saying. Ili ni neno la kweli na linastahili kukubaliwa na watu wote. Ninarudia. Hey. Sema ninakusikia, sema hivyo. Ninasoma inasema hivi, this is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Hallelujah. To save sinners, of whom